Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika wizara hii ya kilimo. Lakini kwanza nianze na kumshukuru Mungu Mwenyezi kwa kunipa kibali kuweza kusimama siku ya leo. Lakini niwashukuru na niendelee kuwashukuru sana wananchi wa Kigoma Kaskazini kwa kuniamini na kunipa heshima ya kuwa mwanamke wa kwanza kuongoza jimbo la Kigoma Kaskazini, na sitawaangusha, niko hapa kuwapigania maslahi yao. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nimesoma bajeti ya Waziri wa Kilimo. Nichukue fursa hii kuwapongeza kwa namna ambavyo mnafanya kazi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, wote tunasema kilimo ni uti wa mgongo. Na 65% ya Watanzania wanategemea kilimo. Na wote tuko hapa bungeni tumekuzwa na wazazi ambao ni wakulima. Na pato la taifa 29.1% inatokana na kilimo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kilimo Tanzania bado kuna changamoto kubwa. Kwa hiyo mimi nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, pamoja na kazi ambayo unaifanya na naibu wako, na ninafurahi katika mpango wenu wa 10-30 ambao mmejipanga kuhakikisha kwamba tunatoka tulipo, kilimo kinatusaidia kuboresha maisha ya Watanzania. Kwa hiyo niwaombe sana. Yako mazingira ambayo kilimo bado ni changamoto. Jambo la kwanza Mheshimiwa Naibu Spika, swala zima la zana. 65% ya wakulima kama nilivyosema ni Watanzania ni wakulima. Lakini wengi bado wanatumia primitive way, hawana vifaa vya kulimia. Mheshimiwa Waziri, nakuomba sana, hakikisheni mnawasaidia wakulima. Wakulima wengi wanatumia majembe. Wakulima wengi hawana uwezo. Wakulima ambao wana uwezo wa kuweza kununua trekta Caterpillar ni wachache sana. Labda ni 10% kati ya 100. Lakini wengi ukija kama kule jimboni kwangu Kigoma Kaskazini, wengi wanatumia majembe. Wekeni miundombinu ya kuwasaidia. Kama ni mikopo benki ya kilimo, wapeni wakulima mikopo wanunue vifaa vya kulimia. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, swala lingine ambalo wakulima wa Tanzania ni changamoto kwao ni swala zima la masoko. Leo Watanzania wanalima mazao, lakini wengi wao hawajui mazao wanakwenda kuyauza wapi baada ya kuvuna. Na ukiangalia kwa mfano ndani ya jimbo la Kigoma Kaskazini, kule kwetu Manyovu Tusini, watu wanalima sana kahawa. Na ni moja ya sehemu ambayo kahawa bora inatoka ndani ya jimbo la Kigoma Kaskazini, Tanzania. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, hawa wakulima ambao wanatumia pesa, wanatumia gharama, maisha ni magumu, lakini wakishavuna hawajui wapi wanakwenda kuuza kahawa yao. Na nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, mimi siku zote naamini katika competition. Hata ndani yawezekana ukiwa na mke mmoja yuko peke yake akavimba sana kwa sababu yuko peke yake. Hawa wanaokuja kununua mazao ya hawa wakulima wa kahawa, Kigoma yuko mtu mmoja, chama cha ushirika cha Kanyovu, ndiye anayenunua mazao hii kahawa ya wakulima wa Kigoma Kaskazini. Maana yake ni kwamba hana competition. Anapokuja kwenye soko atanunua kwa bei kahawa anayoitaka yeye, kwa sababu hakuna mtu mwingine anayekuja kununua ile kahawa. Kwa hiyo mimi nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, tuleteeni watu wakuja kununua kahawa yetu. Tuleteeni watu wakuja kununua mazao yetu. Tusitegemee mtu mmoja. Tutafute watu kutoka nchi mbalimbali. Tuna kahawa nzuri sana. Lakini mazao mengine kama pamba, kama parachichi, Tanzania tunazalisha product ambazo ni very quality na pure. Mheshimiwa Naibu Spika, ukienda katika nchi za wenzetu unaweza ukashangaa. Na ninatamani sana tuchukue kilimo kwamba ni very serious, kwa sababu ndio 1% kubwa ya Watanzania tunategemea. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nikushauri Mheshimiwa Waziri, tuwekeze sana katika kilimo cha umwagiliaji. Leo ukienda Morocco, unaambiwa Morocco wana uwezo wa kukaa miaka 6 hawajaona mvua. Lakini Morocco wamepiga hatua ya kilimo, wana mabawa ya umwagiliaji. Kwa nini sisi Tanzania tuna mvua, tuna ardhi yenye rutuba, lakini ukija hapa miaka yote tunazungumza skimu za umwagiliaji? Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Waziri, tuwekeze katika skimu za umwagiliaji,
tuna ardhi yenye rutuba, kule Kigoma tuna mabonde. Tuwekeze Mheshimiwa Naibu Spika, tuweze kulisaidia taifa tutoke katika umaskini. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nizungumzie swala la mbolea. Mheshimiwa, kiza muda umeisha. Unga mkono hoja, tuendelee. Dakika moja Mheshimiwa Spika. Maliza sentensi ya mwisho. Sawa. Lakini jambo la mwisho Mheshimiwa Waziri ni swala zima la mbolea. Hapa watu wanasema mbolea inafika. Tusemeni ukweli. Na Mheshimiwa Waziri, fanya research, shuka chini, kutana na wakulima, usitegemea hao watu waliokaa ofisini wakupe majibu sahihi. Wananchi huko wanalalamika hawapati mbolea kwa wakati. Asante sana Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.